hela aliyoitoa, yuko mle kanisani ni mchawi, kazi yake kuloga kanisa. Kwa hiyo analeta sadaka madhabahuni, anatambia kabisa tu hii akila mchungaji na mke wake wakaumwe. Wakaumwe watoto wake wakaumwe. Na mchungaji kwa sababu hauombi au tafuti uso wa Mungu au waombee waumini ulinzi wa Mungu hamna, mkila mnashangaa matatizo kwenye familia. Mara ndoa za mama wachungaji, wanashangaa mama wachungaji amekuwa tu fiatu, akili zimeweka kichwani, sio ameweka miguuni, wameweka tu ovyo. Wanakula vya bure, vingine havina uwajibikaji. Ya mwisho kupokea sadaka bila kujua inatoka wapi. Inaleta laana. Sema mwalimu, na mimi ndio tunapokea sadaka tena jamani. Lazima ujue mara nyingi vyanzo vya sadaka. Lazima ujue vyanzo nini? Vya sadaka. Wengine sadaka zao ni za kishirikina. Unamjua kabisa muumini wako analeta sadaka kanisani na duka lake anauza na sigara. Huyo ni kumtimua, ambia usiweke sadaka hapa. Unatetea laana. Sasa wachungaji wamekata kimya. Muumini anauza na pombe dukani kwake. Ndio analeta fungu la 10, maana yake na wewe unashiriki vile vitu. Vinaleta laana kwenye familia. Mwambie jirani yako, sasa mbona mwalimu anajisema mwenyewe? Mwambie neno la Mungu ni upanga. Linakata pande zote mbili. Sana. Maana yake anaombea watoto wake mwenyewe. Sababu ya 3, Mungu anaweza kuruhusu likawa jaribu kwa nani? Kwa mchungaji. Mungu anaweza kuruhusu ikawa nini? Jaribu. Mungu anaweza kuruhusu likawa jaribu kwa mchungaji. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu tu liwe jaribu, teso, ili mchungaji amtafute Mungu zaidi, kwa sababu majaribu yanapelekea kumtafuta Mungu. Sababu ya 4 ni mashambulizi ya shetani. Kwa sababu anajua huyu ni mtumishi wa Mungu, ndio anafanya mashambulizi kweli, kwa sababu anasema utampiga kondoo au utampiga mchungaji? Kondoo anafanya nini? Kwa hiyo anashambulia kwenye nyumba za wachungaji. Kwa hiyo waumini ni vizuri waombee nyumba za wachungaji, lakini mwenyewe inabidi awe muombaji kupita kawaida. Na waambie tu kweli, nataka kuwa mchungaji mzuri at least kwa wiki, yaani umefunga kwa kiwango cha chini mara 2, masaa 12, lakini kwa wanaoenda zaidi hata siku 3, siku 4, masaa 12 au masaa 24 mara 1 na masaa 12 mara 1 at least, na huo naomba kweli. Sio naomba dakika 30 mchungaji, afu tegemea utapona na mashambulizi, wezi. Nawaambia ni wadogo zangu, hata kama huko Mungu akiwaita dakika 30 kwa mchungaji kuomba kila siku hazitoshi ili kanisa lisonge mbele. Samueli wa kwanza 2:22 hadi 26. Kwa nini watoto wa wachungaji wengi hawapo vizuri au watumishi? Nisikilize sasa na kusomea hapa. Basi yeye alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe walitenda Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika malangoni pa hema kutania. Akaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana anasikia habari za kwa matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Hivyo sivyo hivyo wanangu, kwa maana habari hii inayosikika si habari njema, mnawakosesha watu wa Bwana. Sasa hapa watoto wa Heli walikuwa wanatembea na mabinti wa kanisani na wanakula vitu vya kanisani. Kwa nini watoto wa wachungaji au viongozi wanakuwa hapo vizuri? Sababu ya kwanza nimeandika hivi: maongozi mabaya tu. Maongozi mabaya na upendeleo kwa watoto. Kuna huko na kidogo huko na huko. Maongozi mabaya na upendeleo kwa watoto. Mara nyingi watoto wa wachungaji wanajiona wao kama ndo kila kitu, si ndivyo? Kama nafasi kubwa sana. Kwa hiyo kama mchungaji watoto wale wakikosea, mchungaji anasema tu, atawaita pale, atawakalisha chini, acheni tabia mbaya, nafanya tabia isiyofaa, haimpendezi Mungu, hii ni dhambi. Inabidi uchukue hatua kali.